Kuna mtu mmoja anaitwa Zekaria. Zekaria waliomuumiza ni watu wa karibu sana, na waliomuua ni wale wale. Unajua kuna watu hawapendi wewe useme ukweli. Kuna watu mmepewa maumivu kwa sababu ya ukweli mliousema. Kanyaga chini basi nione wewe kama. Zekaria mtumishi wa Mungu alipitia maumivu makubwa wakati wa huduma yake. Hii ni mifano, lakini katika Biblia ukisoma maumivu makubwa ya Zekaria aliyapata kwa sababu ya kusema ukweli. Alisimama kuambia wana wa Israeli, kwa nini mnakwenda kinyume na Mungu anavyotaka? Wale wana wa Israeli wakamchukia Zekaria, wakaanza kumuinda hata kwenye hekalu. Siku moja wakamkuta Zekaria anasali, wakampiga mawe mpaka wakamuua. Wako watu hawapendi useme ukweli. Wako watu wanapenda useme uongo. Haleluya. Zekaria alipitia maumivu makali ya kusababishiwa na watu. Unajua kuna mtu unakuwa na maumivu yako mwenyewe. Uongo kweli? Uongo kweli? Unakuwa na maumivu ya familia. Mme anakutesa, watoto wanakutesa, hauna ada ya shule, biashara zimekufa. Umeelewa vizuri? Na tena kunatokea mtu anakuongezea maumivu mengine. Zekaria alikuwa na maumivu, alikuwa na maumivu makubwa kwa sababu alikuwa hajawahi kupata mtoto. Umri wake wote, ujana wake wote, mpaka uzee wake, Biblia inaeleza Zekaria alikuwa na mke anaitwa Elizabeth. Elizabeth, Biblia imeandikwa alikuwa ni tasa, alikuwa hazai. Na Zekaria alikuwa hana mtoto mpaka uzee wao wote, hawakuwahi kuwa na mtoto. Watu hawa wanandoa wawili waliishi katika maumivu makali. Ni siri yao. Kama kuomba, walikuwa ni waombaji. Zekaria alikuwa ni mtawa wa Mungu, alikuwa ni mwombaji. Elizabeth alikuwa ni mwombaji. My God, my Lord. Lakini wakapitia maumivu ya kukosa mtoto. Maumivu ya kwanza ya Zekaria ni kuwaambia watu neno zuri, halafu wakamchukia. Maumivu ya pili ya Zekaria, kabla hajapigwa mawe, Zekaria wakati anamwomba Mungu, Mungu akatuma malaika wake. Malaika huyu aliyetumwa alikuwa anaitwa Gabrieli. Kulingana na maumivu aliyokuwa akiyapitia Zekaria, moyo wake ulikuwa umefika mwisho. Kuna maumivu wanangu yanafika mahali mpaka moyo wako unachoka. Uongo kweli jamani? Kuna wakati maumivu yanakolea hadi moyo wa mtu unachoka. Hata ikitokea miujiza, hata ikitokea malaika live, unasema ni uongo. Hata moto wake bila kiberiti, unasema ni uongo. Malaika anamtokea Zekaria, anamwambia Zekaria, maombi yako Mungu ameyasikia, na mke wako atapata mtoto wa kiume, na mtoto huyo muite Yohana, yule Yohana Mbatizaji ambaye unamsoma kila leo. Zekaria anaambiwa mtoto wako jina
jina ambalo atapewa aitwe Yohana. Makofi yako yako wapi? Zekaria anasema haiwezekani, umri wangu umekwenda, mke wangu umri umekwenda, inawezekanaje akapata mtoto? Angalia jinsi maumivu yanavyoweza kutufanya hata tusiamini habari ya majibu yetu, habari ya baraka zetu. Maana majibu ya Zekaria yalitoka juu mbinguni kabisa, na jina likatoka moja kwa moja. Mtoto aitwa Yohana Mbatizaji, asiitwe jina jingine, na atakuwa ni wa kiume, na ni mtoto wa ahadi, atakayewaongoza watu, atakayewabatiza watu. Lakini Zekaria kwa sababu ya maumivu hakuamini. Malaika alipoona anamwambia Zekaria maneno yale, na Zekaria akasema haiwezekani, umri wangu umekwenda. Malaika akamwambia Zekaria, akamwambia kwa kuwa umekataa kuamini maneno ambayo nimetumwa na Mungu, nije nikwambie, kuanzia leo Zekaria utakuwa bubu, hautaongea mpaka mke wako atakapozaa. Sema leo nakataa maumivu yoyote, nakataa maumivu yoyote, iwe ni ya ugonjwa, iwe ni ya laana, iwe ni ya kutokuamini kwangu. Leo nakataa. Zekaria anaambiwa kuanzia leo utakuwa bubu mpaka mke wako ajifungue. Si umeshindwa kuamini? Na mimi leo naongea na wewe. Kama utaamini habari ya muujiza wako leo, Mungu akufanyie chochote kwenye maisha yako. Leo nimetamka, hakuna maumivu yatatawala ndani ya mji wako wewe. Hakuna maumivu ya maneno ya watu juu yako wewe. Hakuna maumivu ya wewe kukata tamaa. Say fire. Zekaria amekataa kuamini ya kwamba inakuwaje. Nimetangulia kusema usiwe mwepesi wa kuangalia hali ulionayo. Hata kama hujajibiwa, amini maombi yako, kuna mahali yanakwenda kwa mbingu za Bwana. Usiangalie hali yako ya wewe kuchelewa kubeba mtoto. Usiangalie hali yako ya wewe kuponywa ugonjwa huo. Usiangalie hali yako ya wewe kutokuwa na wateja. Angalia Mungu Alhamisi ya leo akutetee. Zekaria aliangalia hali alionayo. Yeye ni mzee, mke wake Elizabeth ni mzee. Malaika anamwambia utapata mtoto wa kiume na jina lake mumuite Yohana. Lakini Zekaria anamwambia malaika Gabrieli, haiwezekani. Inawezekanaje? Umri wangu ni huu na mke wangu umri wake ni huu, inawezekanaje kupata mtoto? Malaika akakasirika, akamwambia kwa kuwa umegoma kuamini, kuanzia leo na kufanya uwe bubu, hautaongea tena mpaka mke wako abebe mtoto.
Sema amina kubwa nisikie tena. Tikisa jirani yako, tikisa jirani yako, tikisa jirani yako. Mwambie usikubali maumivu yakae ndani yako. Mwambie hata kama hali sio hali. Mwambie usikubali maumivu yakae mbele ya maisha yako. Mwambie usikubali maumivu yazuie hatima yako. Mwambie usiangalie hali unayotembea nayo. Mwambie hata kama unaumwa. Mwambie hata kama umekataliwa. Mwambie usiangalie hiyo hali ya kukataliwa. Mwambie mwenzako mwangalie Yesu na Mungu wako. Kanyaga chini useme ya. Na leo nakwambia kwa kuwa tumekuja kwa ajili ya kuianza safari hii, kwa ajili ya kuianza safari hii, leo nataka niseme kwamba safari hii ambayo umeianza, hii safari ibebe ushindi wa kila maombi unayoyaomba. Alichokisema malaika kwamba Zekaria awe bubu, na akawa bubu kweli kweli. Sema amen. Sema amen. Akawa bubu mpaka siku Elizabeti anajifungua mtoto wa kiume anaitwa Yohana, ndipo Zekaria mdomo wake ukafunguliwa. Na mimi leo ninasema acha kuangalia hali ulionayo kwenye maisha yako. Kama hujabarikiwa utabarikiwa kwa damu ya Yesu. Kama hujaponywa utaponywa kwa jina la Yesu. Kama hujapata kazi utapata kazi kwa jina la Yesu. Kama haupo kwenye ndoa utaingia kwenye ndoa kwa jina la Yesu. Kama walifunga uchumi wako utafunguliwa leo. Tembea kwa watu watano, waambie amini kuanzia leo. Acha kuangalia hali ulionayo.